Haleluya, haleluya. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, ni mwalimu wa maaskofu wainjilisti na maaskofu, mwalimu anayejua Biblia Tanzania namba moja. Ni hapa Joseph Andrea, mwalimu wa Biblia Tanzania. Pale ninapokuwa nazungumzia kwamba hakuna dini iliyokamilika chini ya jua, hakuna dini iliyosimama chini ya jua, nakuwa na maanisha kwa sababu wewe unajivunia kubatizwa kwenye dini yako, wanakuambia batizwa, wanakuambia sibariki ndoa. Cha kwanza kikoje? Wewe ukibatizwa kwenye hiyo dini, unabatizwa kwa ajili ya hiyo dini, unabatizwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Maana wote waliobatizwa ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Sisi ni wanafunzi. Kumbuka, unapoitwa Mkristo, wewe sio Mkatoliki. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Unapoitwa Mkristo, wewe sio Mlutheran. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa Lutheran haina nafasi katika kugombania mwili wa mtu aliyeokoka, aliyemfuata Bwana. Pentecost haina nafasi kwa mtu aliyemwamini Yesu Kristo, kwa sababu sisi wote tunajenga mwili wa Kristo. Hatujengi miili ya majengo yetu haya tunayoita madini, hizi dhehebu hizi. Tunajenga mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi wote ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Sisi sio wa Pentecost, sio Anglikana, sio Roman, sio Assembly, sio Sabato. Sisi ni wa Kristo, ni wanafunzi. Tunakula mwili mmoja wa Yesu Kristo. Kwa hii tabia nadhani inatakiwa ikome, kwa sababu mafundisho yenu mnayofundishwa nje ya mafundisho ya Biblia yanadhoofisha watu, kwa sababu walio wengi wanaofundishwa na hizi dini hawajui Biblia. Walio wengi wanaofundishwa na dini hawajui Biblia. Ili waamini kabisa hawajui Biblia. Wewe ukimuuliza swali lolote kulitafuta hilo andiko atakesha. Hilo andiko atakesha, kwa sababu hawamjui Bwana Yesu, bali wanajua mafundisho ya dini yao na imani zao walizonazo. Biblia inatufundisha imani ni moja, Bwana mmoja, Roho mmoja, ubatizo mmoja katika Yesu Kristo. Hatuna batizo mbili. Hatuna ubatizo wa kumwagiwa maji kichwani, kuoshwa kichwa, sio kumwagiwa, kuoshwa kichwa. Ubatizo ni mmoja. Tena ubatizo ni kitendo cha mwisho kabisa baada ya kufundishwa habari za Yesu Kristo na kuziamini. Ndio unapoenda kuamua kuchukua uamuzi wa kubatizwa. Sio unabatizwa kwanza baadaye ndio unaanza kufundishwa habari za Yesu. No. Watu wengi wanasemaga wanaenda kufundishwa mafundisho ya ubatizo. Ni ubatizo gani unafundishwa? Maana ubatizo ni maji mengi aliyobatiza Yesu kwenye Yohana 5, Yohana 4, na wanafunzi wa Yesu Kristo waliobatiza katika ile Matendo ya Mitume 19, 18 walikuwa wanabatiza maji mengi. Sasa tukija kuangalia sisi hizi dini zetu zilivumbua vipi haya maandiko na kuanza kubatiza watu nje ya maandiko matakatifu? Ni kugombania watu. Kwa hiyo sisi hatugombanii watu, bali tunaunganisha wote tuwe wa Kristo. Ili mimi ninaposema mimi ni Mkristo na muamini Yesu Kristo, akija na mtu mwingine akisema yeye ni Mkristo, mimi na yeye na huyo mtu ni mamoja, hatutopingana kwa neno lolote. Kwa sababu ninachokiamini mimi nilichokisoma na yeye ndio hicho alichokisoma. Kwa nini tunagombana na hizi imani? Kwa nini tunagombana na hizi dini? Hizi dini ni taasisi, ni biashara za watu, na taasisi zingine ni lengo la Freemason kuzoofisha watu, na dini zingine zipo kwa ajili ya tamaa, pesa. Yaani wamesoma hawana kazi, wameona waingie huko kwa lengo la kutafuta pesa, kuishi maisha matakatifu ya kidunia kwa kutumia mgongo wa watu, pesa za watu wanavyotafuta na wapelekea. Wao wanatengeneza mataasisi, magari, manyumba, wanaishi maisha matakatifu lakini ya kidunia, sio maisha matakatifu ya kimwili. Lakini ukija kuangalia matendo yao yote ni mafu. Hawajui neno. Na maneno yao yote kila siku wakiomba ni ile Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Ni hayo tu, hawajui kuomba njia nyingine. Wakati Yesu alisema ombeni kwa jina langu. Lolote mnataka kuombea, ombeni kwa jina langu. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Na tunaona wanafunzi wa Yesu Kristo wenyewe jinsi walivyoomba, manabii na mitume. Waliombaje? Kwa jina la Yesu Kristo, ambao nyinyi mlimkataa na mkamuua, Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama hali mbele yenu. Yule mtu akasimama. Hebu niambieni, wanafunzi wa Yesu kwa na maneno mengine waliomba nje ya jina la Yesu Kristo, ili tuangalie sisi tunafanya hivyo kama tulivyoagizwa. Tunapokuwa tunasema jamani, dini ni taasisi za watu, ni biashara za watu, wanaandika, wanakaa kwenye vyumba vyao, wanaandika mapokeo afu wanawaletea ninyi mnayapokea. Sasa je, hizo dini zitakupeleka mbinguni wewe? Hapana. Swali lingine linakuja, faida ya dini ni nini? Unapoenda kusali na kutoa sadaka, faida yake ni nini? Faida ya dini ni nini? Maana haikupeleki mbinguni. Faida yake ni nini? Maana ukimwamini Yesu Kristo faida iko nyingi. Ya kwanza, hata ukifa utaishi, maana atakufufua siku ya mwisho.
Ukiwa na mgonjwa utamwombea kwa jina lake. Ukiwa na shida utalitia jina lake. Ukiwa na kiu ya neno utasoma maandiko yako, utapata nafsini mwako utapata amani ya moyo. Hiyo dini ukiumwa wanakusaidia nini? Hiyo dini ukifa waje kukuzika, waje washiriki na wewe kwamba wewe uko mtakatifu. Sisi tuangalie utakatifu, yaani wala tuangalie kusali kwako na watu wako wale viongozi wako kuja kuzika. Tunaangalia matendo yako kwamba huyu jamaa bwana amekufa lakini alikuwa anakunywa pombe. Atajuana na Yesu mwenyewe. Lakini kama ni mafundisho anayajua kwamba pombe ni dhambi. Huyu mtu bwana alikuwa anazini, amekufa ndio. Sasa kuzini Biblia inasema ni dhambi. Sasa inakuwaje? Haya, huyu mtu bwana alikuwa ni mchawi. Biblia inasema mchawi hata ulisi uzima milele. Huyu mtu bwana alikuwa ni mwizi. Huyu mtu bwana alikuwa ni muongo. Huyu mtu bwana alikuwa ni mnyang'anyi. Biblia inasema watu wote hao hawataulisi uzima milele. Hicho ndio kitu tunachokiangalia. Hatuangalie wewe kuja kuzikwa na viongozi wako kwamba utaenda mbinguni. Kiongozi yule yeye mwenyewe na dhambi zake tunaziona, hana mamlaka yeye kukupeleka popote. Hana mamlaka ya kupeleka popote. Na ndio maana hata tunapokuja kwenye masuala ya imani zetu hizi ambazo tunasema zimetungwa, pale inapofika wakati wa Pasaka, Yesu kufa na kufufuka, tunaona watu wanaigitigi kwamba Yesu msalabani, mtu anamzihaki kabisa Yesu. Ile ni dhihaka ya. Ile ni dhihaka. Kumzihaki Yesu kwamba uko msalabani. Alafu pale mbona hamna wale mwizi na mnyang'anyi, Yesu yuko katikati? Mbona tuwaoni wale ili muende sahihi kabisa serious? Maana hakuna msalaba ambao Yesu alikuwa mwenyewe, alikuwa wako watatu. Mbona tuwaoni wale wawili pembeni? Mbona tuwaoni wale wawili pembeni mnazihaki imani ya Yesu Kristo? Hiyo ni dhihaka, hiyo ni njaji ya shetani. Yaani imani yote inayofanya hivyo ni shetani, anamdhihaki Yesu Kristo. Lakini sisi tunajua kabisa Yesu miaka 2000 iliyopita alikufa kwa ajili yetu na kwa ajili ya kutuondolea dhambi zetu na kutusamehe tunapojitakasa dhambi zetu. Na hatuna dhambi tena kwa kumwamini Yesu Kristo, maana hatuishi tena kwenye dhambi, tumeachana na dhambi. Lakini tukitenda dhambi hatujasamehewa dhambi zetu, bado tungali kwenye dhambi zetu. Ingali tumo kwenye dhambi zetu. Yesu alipokufa msalabani alisamehe dhambi zetu. Na dhambi zetu sisi hazifutu kwa sadaka. Dhambi zetu sisi hazifutu kwa fungu la 10. Haya, nyewe wachungaji mnao wadanganya, maana nishawahi kutoaga somo la sadaka. Somo la sadaka ni dhambi, nikasema ni dhambi. Ukisoma kwenye ile Malaki 3 unasema inaposema kwamba mtoeni hiyo fungu la 10, galani kwangu upatikane chakula, nitamwagia mvua. Ni mikoa mingapi ambayo mvua haijanyesha na unatoa sadaka ile fungu la 10? Tunapokuwa tunawaambia kwamba mafundisho yamebadilika, tunakuwa tueleweki. Ndio maana pale nachukua nafasi kusema kwamba mafundisho yamebadilika. Sisi leo katika Yesu Kristo kuna njaa, kuna shida, lakini vyote tutapambana navyo na tutashinda. Iwe kifo, iwe huzuni, iwe mauti, vyote tutapambana navyo. Tumeombiwa sisi na vimeandikwa hivyo. Ukianza pale kwenye Wakorintho wa pili 6 kuanzia ile 5 kuendelea. Tumeombiwa hizo shida. Lakini hawa watu wanawadanganya na fungu la 10 tabarikiwa wakati mvua yenyewe haijanyesha. Hebu fanyeni mvua inyeshe. Mimi ni Muha kutoka mkoa wa Kigoma. Kwetu mvua haijanyesha mpaka sasa hivi. Watu tumelima, hatuna mvua yoyote na tunajua kwamba hiyo hali itakuwepo. Maana ukisoma kwenye Ufunuo 16, 15, 16 inasema mvua haitonyesha, kutakuwa kuna njaa, kuna bahari zenyewe zitakauka. Tunajua hayo maandiko yapo, lakini nyewe wachungaji mmekuwa mkiongea mafunuo yenu mnayoyajua nyewe kichwani mwenu. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania namba 1. Mwalimu wa kwanza anayejua Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph hapa. Uliza swali lolote utajibiwa, uliza dini yoyote utajibiwa. Katika Yesu Kristo kila kitu kinawezekana. Hakuna kinachoshindikana. Sisi tunamwamini Yesu, tuna survive katika Yesu, tunaenda kujiweka watakatifu kama alivyokuwa mtakatifu, maana sisi ni wana wa Mungu katika Yesu Kristo. Sisi ni wana wa Mungu na sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Mwanafunzi wa Yesu Kristo hana dhehebu, hana dini. Mwanafunzi wa Yesu Kristo hana madhehebu, hana dini, kwa sababu hizi dhehebu zote zimetengenezwa na watu kwa niaba ya maslahi yao. Hizi dhehebu zote zimetengenezwa na watu, zimetengenezwa na shetani, zimetengenezwa na wapiga dili. Kwa hiyo ni lengo la kudhoofisha imani ya Yesu Kristo. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Wale walio wanafunzi wote wa Yesu Kristo na wasalimu katika jina letu ambalo tunaliamini wote, jina la Yesu Kristo. Subscribe, comment, share, like ili wengi waweze kujifunza maneno haya yenye uzima, maneno haya ya Biblia, ili tuweze kusimama kuujenga mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, ili tusitoke nje ya mapokeo ya Biblia, nje ya maandiko ya Biblia. Tusifuate mapokeo ya wanadamu, bali tufuate mapokeo ya Biblia. Biblia inatosha kutuongoza, inatosha kutuongoza.
Hatuongozwi na maneno yaliyotungwa na mwanadamu. Mwanadamu hana mbingu ya kutupeleka. Hana mbingu ya kutupeleka. Mwenye uwezo wa kutupeleka ni Biblia iliyotuambia kwamba tukimwamini Yesu Kristo tutapata uzima milele. Na tunamngojea yeye aje. Kama tunamngojea yeye, haina haja ya kufanya mambo ya kidini. Wewe unamngojea Yesu aje, hujua atakuja lini, atakuja saa ngapi. Unawezaje kuendelea kuishi kwenye mambo ya kidini na kupelekeshwa na wanadamu? Usiwe mtumwa tena wa dini, bali kuwa mtumwa wa Yesu Kristo. Fuata anachokitaka yeye Yesu Kristo, maana mimi na wewe tu watumwa wote wa Yesu Kristo na tu wanafunzi wa Yesu Kristo. Tunamega mwili mmoja, tusifanye neno lolote kwa mashindano, bali tushirikiane, tusaidiane. Asanteni.